Kimkuja ngali mbichi. Ukimwacha akila atakomaa alafu itakuwaje baadaye ukubwani? Sasa amekuwa huyu si mtu akumfikia kama mtoto mdogo. Asipoambiwa saa hii uko nje huko barabarani atembea nywele wazi. Nao si maadili yetu kabisa. Mbona wewe hujajiachilia toka nyumbani mpaka tumfika hapa? Lakini mume wangu ni mtu mzima huyu. Mwambie tu pole pole. Unamshautia kama mtoto mdogo lakini si maadili hayo kabisa. Mama yao hakuwafuga hivyo. Basi samahani, msamehe. Nimesikia. Sawa, imeisha hiyo. Sasa mama, mimi ninakuwa na kilio kule nyumbani. Karibia siku 3 nzima. Mama mimi mdogo huyu nasema lazima nimlete. Nikaona si wazo baya, maana nikija ndo hivyo tena naja mimi. Maongezi naja mimi kama natoka kazini napitia. Basi tangu nasema nakusubiri ujio wako mwingine nitakuuliza mbona mama haji ama labda nilimkosea. Ndio huyu leo ninamleta, maana hicho kilio mimi kimenichokesha. Mama mimi ninashukuru. Navyojua babako huyu. Tuseme uwivu hata sielewi nini. Pale sitoki pale mpaka tuandamane. Hiyo basi lilia mimi, nalia mimi. Nataka kwenda ngojea tutaenda sote. Nataka kwenda ngojea tutaenda sote. Ona leo siku nitimia. Nashukuru mwanangu kukuona. Huyu mkwe wangu naye yuko wapi? Mkwe wako atanitoka sasa hivi. Anasema nitaangalia boli. Mambo ya mpira. Mambo ya mpira yupenda. Mkwe wenu yupenda sana mambo ya mpira. Si mambo ya vijana hayo. Nikasema haya wacha aende sababu tukikaa hapa tutaangaliana mpaka saa ngapi. Kweli. Nikasema haya wacha tu aende angalie mpira, lakini kumbe baba mdogo ninasikia kutoka kwa mama kumbe wewe ndio ulikuwa unataka kumleta. Si mimi nishaomba radhi jamani. Leo si huyu akaja mwenyewe mpaka hapa. Naona sasa kilio kitakuwa kimeisha. Na hamu pia itakuwa nao imeenda kabisa. Kuna mtu akaisha hamu na mwanawe. Baby. Baby. Nakumisi jamani. Ndio nakumisi sana. Kweli wallahi tena nakumisi. Anu ulivonitupa la ushazo mwenimisi. Wewe ndio umenitupa wewe. Wafikiri ni lini ninakuona kama si leo. Babe. Asa patana na mwanangu mimi nilikuwa nakutafuta. Haya unalipi ile kunitafutia? Leo ndo anitafuta. Hata sijui mapenzi gani unayo wewe. Babe, tuseme hivyo. Ulikuwa ndapi? Nilikuwa naenda kwa rafiki yangu hapo hivyo ameniita. Okay, sawa. Vema nimekuona mwanangu alikuwa anafika nyumbani hivi. Mimi na dini nitakupa. Sasa mama, na tupati basi angalau wana tumbo nao la sokota ile. Wageni wankuja mama nujipurukushe mwanangu. Vipi bwana mama? Mama mimi nilifikiria basi baba mdogo ameacha. Kumbe na yake haachi. Huyo nakwambia huyu. Ni mzoee babako. Mzoee. Manake anapoketi yeye hafichiki kabisa. Sasa nitafichikaje jamani? Mtoto akijibana, mambo yake hana haja kujibana bana yeye. Anajibana kwa lipi? Hapo kama nyumbani kwangu bwana, kwa wanangu kwangu. Sawa. Jennifer.
Jennifer. Naam mama. Hebu niandalie wake na wangu chai. Sawa. Haya. Dili gani tena hilo baby? Dili lenyewe la muhusu rafiki yangu Lidozi. Lidozi anamjua. Lidozi kwa sasa yuko vizuri. Ana nini? Kuna mtu amtatiza. Na hilo jambo pia kama hivi ambavyo namkosea amani na mimi ndio sina amani. Asa nataka tumfanye kazi. Kuna mzee aitwa Mr. Bambanya. Sijui kama mjua. Bambanya. Namjua, yule mzee yaishi hapo katikati. Huyo. Oh. Sasa huyo mzee yanisinya sana. Ana mpenzi wake Zipora. Asa mpenzi wake Zipora siku hizi Bambanya yamsumbua sana. Na namgusisha amani Lidozi. Asa nataka kumsaidia. Tafadhali mamangu, chonde nakuomba. Usinibwage. Niambie basi ndili gani? Lakini nataka kubali kwanza. Nakubali lakini niambie ndili la aina gani hilo? Mimi sina shida lakini nataka kujua ndili gani ama ndili la aina gani hilo. Sisi ndo mastermind baby. Una mambo yako sasa. Wewe baba yako kiamua kung'ang'ania kitu. Muone akiamua kung'ang'ania kitu. Niambie baby, niambie baby. Sawa. Ushaona sasa, hayo ndo maneno haya. Angalau mama mdogo naye pia ajidai kwamba mfika nyumbani jamani. Tena kweli sababu venye amekupeza huko. Angalau pia kitoka sema yako mwanangu ninaenda kunywa chai. Mama. Hata kuna jambo lingine kwa vipi ndugu yako ulipeza lini? Ndugu yangu. Ndugu yangu mbona tutakutana naye saa zote. Kama ni kumpeza basi sasa nina kama siku 3. Wanaendelea vizuri pia nao. Sitwashukuru mama, wewe mwanao unaendelea vizuri. Japokuwa changamoto ni hizo, tukipatana tushateta lakini siwezi mkataa bado ndugu yangu. Kwani hajaacha na hiyo tamaa yake hiyo. Siwajua mtu na chake, lakini nikasema hakuwezi haribika kitu kama kuna watu wazima kama nyinyi. Nashukuru uliongea na babako hapa. Karibu sana rafiki yangu. Asante. Vipi kuhusu majibu ya bosi wako? Kuhusu bosi wangu bado hajanijibu toka ile siku. Lakini hata hilo lisikupe hofu. Unajua ni polepole, atakubali tu, bosi wangu si mbaya. Ni vizuri. Nimefurahi kusikia hivyo. Na yule bosi wako wa kiume bado yakufatafata? Acha mwachie nani. Nakwambia juzi aliniita. Akawa ananiuliza kuhusu jibu langu Jennifer ni vipi. Nilimpasha. Hata alipotoka hapo alikuwa baridi karibu wiki nzima. Yeye mwenyewe nikupe uhondo. Anafanya kulishwa leo Maria hapa ndani. Kila kitu anafanyiwa. Kila jioni anapewa 10 za viazi kama mtoto mdogo. Alafu anatoka hapo anasema Jennifer nakupenda, sijui nikubadilishie maisha yako, nikuweke mahali pazuri. Na shangaa huyu mwanaume anatumia akili kweli ama ni kuniharibia, anataka kuniharibia. Ati nikuulize, unasema ananunuliwa na mke wake viazi vya 10? Kila siku viazi vya 10, yajaziwa ukwaju, mfuko umejaa, yajiramba kama mtoto mdogo. Na huyo ndo mwanaume alikuwa anasema anataka kukua kufanyia kila kitu. Hata sijui ningemkubali, maisha yangu yangekuwa wapi. Ni kama nilijua. Ndio nilikuwa nakwambia dadangu, achana na huyo mwanaume. Kaa utulie, vumilia, tunza ujana wako, utapata mwanaume tu mzuri atakayekupenda, atakayekutunza. Naomba Mungu asikie maombi hayo. Mungu yuko anasikia maombi yako. Huyu si mwanaume. Huyu ni mtu wa kuharibu na kuacha. Kwa sababu kama mimi nilikuja hapa na mfanya kazi vizuri, yeye pamoja na mke wake. Huko nje anafanya mangapi? Mengi. Mimi ninakuombea na wewe uzidi kuomba. Pia tukifika pale tutamueleza mchungaji, atakuombea na mambo yako yatafunguka. Amina. Ni sawa rafiki yangu, hata usiwe na hofu. Kila kitu ni polepole. Hakuna jambo zuri ambalo linakuja kwa haraka. Huwa paka upitie milima na mabonde
ndio pate kufanikiwa. Na ninaamini kuna siku huyo Maria mwenyewe atasema ni kweli, lakini nimekuruhusu uende kanisani. Na hiyo siku ikifika tutaambatana, tutaenda kanisani. Mimi nakuombea sana rafiki yangu. Hata usijali. Zidi kuomba pia mimi nami nitakuwa nikijikumbuka katika maombi. Wewe uamini tu, kwa vile tunavyoomba Mungu anasikia maombi na utapata nafasi utaenda kanisani. Amina. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Hakuna. Kila kitu kina wakati wake. Wakati ukifika tu tutaona mambo rahisi. Mungu anaweza yote. Jennifer. Naam boss. Vipi, Maria alipotoka usiku wa juma nilikuwa bado nimejituliza. Jana nimelala usiku sana. Vipi, kuna lolote amekwambia? Kuhusu breakfast, lunch ama supper? Breakfast, lunch, supper. Kuhusu hilo, Maria ameniachia 200. Akasema ndio tutajipanga nayo kuhusu breakfast, lunch na supper. Maria bwana. Sasa 200 anaacha 200. Huyu mtu, yani pesa yote nimempa jana lakini bado anaacha shilingi 200 tu. Huyu mtu bwana. Sasa ulikuwa umenunua nini? Kulikuwa kwa friji kuna nyama. Lakini akasema nikanunue matoke. Na kama kutakuwa na upungufu, amesema atamwambia babangu aongeze. Atamwambia babako aongeze? Wewe waongeze hiyo pesa kama kutakuwa na mapungufu. Ndio maana Jennifer, mimi nakwambia kila siku, Maria ni mtu mkubwa lakini akili yake si nzuri. Unaona? Sasa una mambo anayofanya, anajua hapa ndani ya nyumba tuko wawili. Alafu anaacha shilingi 200. Kwa sababu eti sijui friji na nini na haitoshi. Lakini haina shida. Fanya hivi. Hiyo 200 nunua kile utakachonunua. Na kama kuna kitu kimepangua niambie. Naona. Ama pengine kwa haraka haraka unaweza kukadiria nikuongezea pesa ngapi? 500. 500? Ndio. Unasema? 500. 500? Ndio. Kwa Jennifer, unataka kununua nini 500 yote hiyo? Nataka tununue chakula cha kutosha ambacho tutakula asubuhi, mchana na jioni. Jioni toa, kwa sababu jioni anaipanga nini tutakula nini jioni ni Maria. Kwa hivyo tunapanga mchana au asubuhi na mchana. 200 itatosha. Hiyo 200 itatosha? 200 haitoshi. Wacha nikuongeze 300. Sawa? Sawa. Sawa. Mimi niko ndani, acha nichukue pesa. Uifanya shughuli zako alafu nitakupatia. Haina shida. Sawa. Sawa. Jennifer. Na Jennifer, pole sana kwa sababu pengine utaniona msumbufu Jennifer, lakini si hivyo. Unajua unaambiwa damu ni nzito kuliko maji. ndio. Na damu yako imenizidi uzito. Sawa. Sasa Jennifer, sijui yani katika yale mazungumzo yetu ya mimi na wewe, sijui umefikia wapi yani, kwa sababu siku tuliongea lakini kama shetani alikuwa karibu tukatofautiana kidogo. Tena utachoka boss. Kila uchao jambo ni hilo moja. Kila uchao jambo ni hilo moja. Kama hauoni mwangaza, ni kwa nini wasonga mbele kwenye giza? Nakosaje kuona mwangaza na mlango uko wazi? Mimi nilikueleza kila kitu. Kuhusu mambo hayo mimi siko tayari. Lakini ni kama unang'ang'aniza tu. Sasa nataka nijue kama haya huko tayari, mambo gani ambayo uko tayari? Mimi mambo yangu ambayo niko tayari nayo, nilifanye kazi hapa ndani na kunipa mshahara tu basi. Yaani ufanye kazi na hizi kazi, hata hii ninakwambia pia ni kazi. Naona. Sasa unasema ufanye kazi. Mbona hizi kazi unazifanya nusu nusu? Si uzimalizie tu. Lakini wakati tunakubaliana naanze hii kazi, hilo haukuongea. Uliongea tu kufanya kazi ya nyumba peke yake. Sasa nitaongeaje na Maria alikuwa pale? Hili nilikuwa nitakwambia baadaye peke yako, maana hili lina mshahara wake mbali kabisa na ule wa Maria. Lakini hilo siwezi bosi. Kama unaweza niamini, uniamini. Jennifer, yaani uko tayari mimi niwe sumu kwa ajili yako? Yaani uko tayari mimi nikonde hapa ndani kwa ajili yako?
Itabidi. Unafikiri mimi naweza vumilia macho yangu ukipita hivi kiuno hicho? Jennifer, nihurumie basi. Yaani nihurumie japo kidogo tu. Ujaribu hata hiyo, hata kama, lakini hata hiyo kunipoza moyo wa kuniambia basi subiri nitakupa jibu zuri. Lakini huo ukaidi wako huo. Jennifer jamani. Siwezi. Namheshimu sana huyu Maria. Sawa, nimekuelewa. Lakini bado sijakufa moyo. Sawa, endelea na shughuli zako. Mtu ni king'ang'anizi sana. Shuleni alikuwa anashika kweli kila mara. Oh, Jennifer. Kama mtu hataki unamfuatia nini? Vipi dada, waendeleaje tangu toke sana? Pesa huyu. Lakini nashukuru kwa ujio wako. Umekaa ukafikiria una dada yako mwenyewe, ukaona fadhali uje msalimie. Mimi nimeshukuru kaka, karibu sana. Asante. Na shemeji yangu ameenda. Mbona sijamuona? Shemeji yako akisema yatoka hapa, hana pengine pa kwenda yeye kwenda kuangalia boli. Yaani yeye ana pengine pa kwenda kuangalia boli. Hata mtoka sasa hivi hata mko atakuuliza kama ukumuona njiani. Hata sijamuona. Sasa mimi nilikuwa naona labda ameenda kununua viatu, maana juzi nilikuja nikuta hapa anakula viazi. Anaonyesha anapenda sana viazi. Yupenda viazi. Hata nishazoea, yani mimi hata nikitoka nishaboga vishilingi 10 pale. Najua kijakosa mimi wangu chachukua kununua viazi. Alafu angalia dada, ngoja niomba. Onyesha anapenda sana viazi. Vipi uko juu kwanza sana? Kwanza ukwaju birimbi huwa anapenda, limishangaza kweli yani. Mungu iko hivyo kweli, yapenda si uongo kweli. Mchungo wangu Mungu yapenda. Okay. Sasa hayo sio yalionileta. Mimi dada nilikuja hapa juzi kwa shemeji, nikamwelezea kuhusu kazi. Unajua ni mtafuta kazi, naona anakaa bure hapa nyumbani, hafanyi kazi, wewe ndio watoka. Hatoki. Sasa nikaona ni vizuri nimtafutie kazi. Kwani kakangu juzi ulikuja hapa? Nilikuja lakini wewe hauko hapo. Basi shemeji yako hakuniambia uje wako. Hakuniambia kabisa. Kama labda alisahau hivyo viazi labda nao kwa jukwani. Hajasahau yale majibu aliyo. Yaani nishangaza. Shemeji yako huyu? Huyu bako. Kwani nikuulize dada? Kufanya kazi huwa ni mbaya. Jambo zuri tena sana. Tena wewe ukipata 5 yako na yeye 5 yako mkiongezeka, si mwenda mbele. Sasa mwanzo naomba hata vitokezea tena. Basi ya kushangaza, bwanako alikataa kazi. Nasema mimi sitaki kazi. Kwani nilikwambia nitafutie kazi? Sitaki. Mimi nataka tu kukaa tu hapa. Mke wangu ananiletea viazi na kula basi. Na shida gani mimi? Alinishangaza mimi nakwambia. Alikataa. Kwanza alinitukana sana. Kambe yani nilimwambia kitu kibaya. Kuja hapa. Wewe unafanya nini saa hizi wewe? Kwanza una vitu vyangu na kushangaa mtoto mzuri. Wafanya nini chochoro hicho? Mimi nilikuwa napita tu kaka. Mimi sitaki watu wapite, umekuja kufanya nini? Sasa sikiza hauna pesa. Pesa ziko mama, ngoja basi nikutolee ziko mama ndani. Wasemaje? Mama ndani, pesa ya kutolee. Sikiza wewe na kushangaa, sisi ni mtoto mzuri. Angalia watu tu wazuri kama nyinyi atakano, hebu kwanza songa. Mimi naogopa wewe ni mwizi. Wewe. Usiona hata message yako,
Wewe si saizi yangu. Kwanza wewe ni mtu mbaya sana. Si mtu mzuri. Wewe si mtu mzuri. We. Mimi ningekuwa ni mtu mbaya ningekuwa nishakukata hapa sasa hivi. Sawa. Mimi ni mtu mzuri. Kwanza ninakuibia taratibu. Mimi ningekuwa nina vurugu sasa ningekuwa nishakuweka tu alama moja kwa moja, lakini wewe ni mtoto mzuri. Yaani kwanza hata hivi nilivyokuibia ninakuonea huruma unavyoona. Basi mimi nataka kwenda zangu, nipe kipochi changu. Wewe wataka kwenda na mimi sijakwambia kile ninachotaka kukwambia. Sasa kuniambia nini? Hebu kwanza tu unataka. Lakini kakangu naomba usinivue. Wewe utatoa ama utatoa? Mimi nitakujazia watu sasa hivi hapa kwenye kichochoro. Hebu toa bwana. Mimi siwezi kutoa, chukua hicho kipochi. Utatoa ama nikupige mitama hapa sasa hivi? Sasa sikiza. Ngoja nikwambie. Mimi sasa sitaki kutoa. Anaishi vipi dada? Basi amefanya makosa, mimi sijapenda kabisa. Yaani mimi naomba hata leo mume wangu basi apate kazi. Angalau tusaidiane, kwa yangu kwa yake tutasaidiana. Sababu kuna mfanyakazi kazi wangu pia utakakulipa. Ana labda alikuwa na shida fulani. Mimi sielewi kabisa, lakini alikataa kabisa. Sasa nikaona sitamlazimisha. Wajua sijui mmechukuliana vipi wewe na mumeo. Sitaki kuwaingilia sana. Lakini dadangu maisha siku hizi ni mfanyakazi. Mwanamke afanye kazi, mwanaume pia afanye kazi. Ndio muweze kusaidiana kuendesha huduma ya maisha. Lakini yeye kama anakata kazi, anasema yeye anapata kila kitu, kama ni kula anapata, kufaa anafaa. Sasa haoni muhimu yeye aende akachoke kule wakati anapata vitu bure. Yaani kama umeniambia mengi lakini yote mageni. Yaani yote mageni sana. Na vile tutakaa tukishauriana basi mume wangu kapata kazi fanya. Na yule ametu kwa uzuri sawa, mke wangu ukipata nitafanya. Lakini sasa kwa hiyo umeniambia. Mimi nakushauri kama utanisikiza. Nakusikiza kaka. Ushauri wangu ni kwamba mimi naona huyu mwanaume waachane naye. Kwa sababu hana fikira ya maendeleo. Yaani akili yake imekwama tu. Mimi ningeomba dada waachane naye. Utapata mume mzuri, mchapakazi na mtajiendeleza kimaisha. Lakini huyu mwanaume hafanyi kazi. Amekaa tu bure hapa. Yeye kuchokesha, sasa hivi uko na nguvu afanye kazi. Kesho utakuja choka wewe. Nitakujazia watu sasa hivi. Sasa sikiza nikwambie. Mimi kuna kitu nataka kukwambia hapa. Kwa usalama wako, kama wataka usalama wako, sawa? Mimi nakupenda. Na iwe lazima yani kivovote. Mbona unafanya kulazimisha sasa? Nini? Mimi sitaki kulazimishwa. Kwa hivyo wataka nikulazimishe? Mimi sijakulazimisha, yani ndo nimependa muone ujue. Sawa? Lakini ingekuwa sijakupenda mimi nakwambia ningekuvuruga. Mimi mwenyewe nishavurugika ujue. Yani wewe unabisha sio? Sasa nabisha. Nakuuliza unabisha wewe? Hebu songa hapa. Unabisha wewe? Basi naomba kipochi changu. Kipochi changu nitakupa, niambie. Wanitaka unitaka? Mimi nishasema sitaki kulazimishwa mimi. Mimi sikupendi. Brigedia, mimi nishasema unitake, usinitake mimi nakubeba mgongoni sasa hivi twende. Niambie jibu moja, wanitaka unitaka? Kisha nijibu tu mimi nakuacha uende zako. Basi nitafikiria, nitakwambia. Nini? Ondoka. Wewe nenda zako wewe. Shenzi pitia hapa. Basi nitakufikiria. Au mwanadada vipi? Wani mtu mzima kama mtoto mzuri yotembea na viatu hivi huyo. Hata ngempa tu kipochi chake. Sasa mambo gani ya?
Jennifer? Jennifer? Abe! Njoo kidogo. Mama. Mimi nilikuwa natoka kidogo. Lakini nikaona sio vizuri sababu kuna wakumbuka ule ujio wewe na rafiki yako. Ndio nakumbuka bado mama. Alafu kuna kitu mliniambia nikakwambia kidogo usubiri nitakumanyu. Sio? Hata nilikuwa najiuliza kwani mama alisahau ama ni vipi? Yaani mambo ni mengi hata nilikuwa nimesahau. Hata hivi nilikuwa natoka basi hivi. Ndio nikakumbuka nikasema kweli Jennifer aliniambia kitu na sijamjibu. Mbona kunikumbusha? Nilikuwa najua kuna siku yako maalum umeipanga utaniita uniambie kwa mambo tayari. Jennifer mami wanakoga na mambo mengi. Hata ukisiku nyingine ukiniambia kitu, jaribu ili kunikumbusha ili nikumbuke. Itakuwa ni vizuri pia juu kuna mambo mengi kweli. Kweli niko na mambo mengi kazini, stress. Nikifika nyumbani nimejichukia lakini hakuna shida. Hata juzi mama, yule rafiki yangu alikuja hapa. Akajiuliza kuhusu ile ombi mamako alisemaje. Nikamwambia wewe subiri, labda mwenyewe kuna siku maalum itafika ataniita ataniambia. Na akinijibu nitakwambia mambo tayari. Jennifer ungeniambia basi hiyo siku rafiki yangu alikuja tena. Na hiyo siku ungenikumbusha sababu nilikuwa nimesahau kabisa. Mimi nangoja jibu mama, kumbe ulikuwa umesahau kweli uko na mambo mengi sababu ya kazi pia mimi nakuelewa. Lakini nakujaribika kitu. Jennifer mimi wacha tu nikuweke wazi. Mimi nashukuru kazi zako nazifanya vizuri. Uwazi unanipatia. Sasa mimi sioni haja ya nikukosee. Kweli. Sioni haja ya nikukosee kabisa. Mimi niseme tu ombi lako nimelikubali. Nashukuru mama. Hata usijali na usihofu. Kivyote vile nilikuwa siwezi kataa. Lakini sasa unajua pale kwenye rafiki yako alikuwa ameniambia nilikuwa siwezi kubali pale. Ni kweli. Mimi nilikuwa nataka tu kuambia hivyo. Nimekubali wewe kama utaenda kanisani, unaenda tu, mimi sina shida na hilo. Kwa hivyo kifika Jumapili naweza jiandaa na nikaenda. Kabisa, mimi hata sina shida na hilo. Na baba hata ongea kuhusu hilo. Usihofu na babako, mimi nitamwambia. Isije kawa shida mpaka mkawa hamwelewani kwa nyumba. Mimi na imani nikiomba babako hilo atakubali hata kwa pingamizi. Nitashukuru kwa sababu siku hizi ni maombi. Kweli, siku hizi maombi. Ni sawa mama. Haya, wewe kaendelea na kazi zako, mimi natoka, sawa? Haya. Nikichelewa nitakwambia. Hakuna shida mama. Simu yako bado ina credit? Iko nayo bado. Haya, sawa. Nikisahau utanipigia, sawa? Sawa.